Mbona mpate choo? Kupima ni minyoo, si lazima upime choo madaktari. Hata na madaktari wao na wenyewe akiwatibia tu cha kwanza wanataka choo. Kwa nini? Nani napeleka? Ampeleke. Daktari anamaliza vipimo vyote vya mwili na kwamba mama, bado kipimo cha mwisho. Baba kipimo gani? Nataka choo cha aina gani? Wewe baba unataka choo cha aina gani? Anakuambia choo kikubwa. Kwani wewe maradhi hujaona kwenye damu? Anasema hapana. Naomba nijue kipimo chako cha choo. Je, unachukua lile biliti unafika choo, unachungulia kile choo, unajiangalia na maungo yako, unatoka unakaa. Mama vipi? Bado sijapata. Wakati umepata. Unawaza. Kwa sababu gani? Kupeleka ule mzigo kwa yule daktari akapate vipimo. Si ndio una pesa kidogo tu jamani. Kidogo. Kwani mnataka mbebe kingi? Gea. Hapo hospitali kuna baba mimi kama chongo namuona kamba katika choo chake. Anaingia, anatoka. Anaingia, anatoka. Baada na msikari wao naliwe kazaa machoma. Basi ile wao naliwe. Kana kuja na nzi kwa ndio anafuata. Na msikari daktari, "Wewe baba, kakitupe." Sika kitupe nini? Baada hakijatumika. Kakitupe. Alileta kingi. Au kaleta kingi. Yaani pale pia mabara nzima kama mtu wenge yawe. Mtu atakiwa uchukue kidogo tu. Mimi hata kidogo yenyewe siwezi. Mimi kazi ingenishinda kwa kweli. Siwezi gea. Kuangalia mwenyewe siwezi. Kwa kuna muda tunakula vyakula vyenye manyoya hapa. Dokta kila kipima anakuta manyoya. Una manyoya matupu. Useme manyoya. Yeye nimekula sikio langu asuma. Sikio la nini la mbuzi. Hata kwa nanya mlikwangui vizuri. Hata ukikwangua manyoya lazima iwepo. Inabaki baki. Inashindwa kutoka. Sasa wanaume anatupenda kile ungetujua tunavyokuwa vyakula.